tu. Ambao ndio hilo jeneza. Ndio limevunjwa sasa. Mimi na hela ushalipo. Hela ushalipo na bosi kashachukua kule, tushalipia jeneza na jeneza washalivunja vunja. Nafanyaje hapo? Ikabidi bwana mimi nikosekane hewani. Mimi nikamtumia tu bosi bwana message, bwana bosi hivi na hivi na hivi, mimi nikazima simu. Sasa wale wakaanza kumsumbua bosi. Sumbuana naye bosi. Sasa mimi huko nyumbani tena nina majanga ya bi mkubwa, familia tena imeniweka kikao mimi, na kwa hiyo naita jeneza nyumbani mpaka kusababisha matatizo kama haya. Na kule tena napigwa tena simu za kutaka jeneza. Bosi ananipigia simu za lawama, nikaona watanichanganya kiakili. Mimi kabidi nizime simu nisolve kwanza mambo ya nyumbani. Sasa baada ya yale mambo kuisha, familia ikawa imenimind kwamba inakuaje nenda jeneza mpaka nyumbani. Sasa kikao kakapigwa mpaka simu mamangu, bwana mwanao sasa hivi anauza majeneza, anakuja nao mpaka majeneza nyumbani. Mama naye akashangaa. Yaani mwanangu kafikia anauza majeneza anaenda mpaka nyumbani. Mama bwana ikawa ngumu sana kunielewa. Kwa pale kwa bibi mkubwa tena mimi kabidi nitoke. Nikaenda kukaa kwa bibi yangu Kariakoo. Wale jamaa ambao ndio walikuwa wanasubiria jeneza asubuhi kwa ajili ya kwenda kuchukulia mwili. Wale jamaa sasa pale bili bosi akubali hasara. Atafute jeneza jingine, alilipie, mzigo utoke tena, alipo ulipia yeye wafuate moja kwa moja Muhimbili kwa sababu mgonjwa wao alikuwa Muhimbili. Kwa bosi akazimika kuingiza gharama mpaka Muhimbili kwamba anajua sasa dogo mimi nitajua namalizana naye vipi. Sasa shida ikaja mwisho wa siku baada ya lile pale kutokea, changamoto zingine pale zilikuwa zinatokea nyuma. Kwa mwisho wa siku bosi baada ya kupata ile hasara, kwa sababu tayari ni milioni 2, milioni 1 alinunua jeneza, milioni 1 kama na laki moja alinunua jeneza na limevunjwa. Akatana milioni 1 tena nyingine ya kwenda kuchukua tena mzigo mwingine tena jeneza kupeleka tena Muhimbili. Kwa hiyo alipata kama milioni 2 kama na laki 5 fulani, akapata hasara. Kwa hiyo katika kuja kumshirikisha mke wake, wakaona bwana biashara bora tufanye nini? Tuifunge. Umeelewa? Kwa sababu ile maruleo kwa anatokea mimi nilichokuwa hata jamaa pia nisamnaye kwa anamtokea. Kwa mwisho siku akaona bwana biashara kama vipi bwana, nishaona mambo yashakuwa mengi, tufunge. Kwa ile biashara tukafunga. Sasa mimi walipofunga ile biashara, mimi nikaa nakaa Kariakoo tena kwa bibi yangu kwa sababu huko ni kwa mama mkubwa. Sasa nilipokuwa nakaa Kariakoo kwa bibi yangu, kumbuka tayari nishakaa kwenye ile cheni ya kuuza nini? Majeneza. Maana yake mimi hata kama nitakuwa siko ofisi nitapigiwa tu simu, bwana vipi? Kwa mtu bwana nataka jeneza hapa tunafanyaje? Hasa zile simu kama mimi napigiwa simu niko na bibi mkubwa, niko na ndugu zangu. Bwana sasa ile jeneza kama hilo hivi na hivi na hivi na hivi. Unaona kaanza tena. Huyu bwana bibi anatakiwa hapa aondoke hapa, anaweza kaja kutetea jeneza mpaka hapa. Sasa ukija bibi yangu tena ni mtu mzima naye ana pressure. Sasa mimi nikalazimika mwenyewe bwana, acha tu sasa nikapange. Mimi ndo nikatoka, nikaenda kupanga. Umeelewa kiongozi? Sasa hapo tena mamangu mkubwa maelewano tena akawa madogo. Familia wanaye wale wa kike wa kiume kama wanani mind kwa sababu